Bwana Yesu asifiwe. Leo tena nakusanua ndugu yangu katika Kristo kwamba si kila kizuri, au Waswahili wanasema si kila king'aacho basi ni dhahabu. Kwa upande wa neno la Mungu katika Biblia, ukisoma katika ile Methali 14 utaona kuna mstari pale unasema kwamba ipo njia ionekanayo njema machoni mwa mwanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Kwa mustakabali huo nataka kukushauri ndugu yangu na kusanua ya kwamba sio kila kinachokuja mbele yako ukazania kwamba ni kizuri na ukaweza kukichukua, au aidha dunia au kila ofa inayokuja mbele yako ukazani kwamba ni nzuri ya kuweza kuichukua na kuweza kuenda nayo. Sio kila dili inayokuja mbele yako ukazani ni nzuri unaweza kuichukua na kwenda nalo. Sio kila kizuri, sio kila hata mwanamke mzuri, sio kila hata biashara nzuri, hata maneno mazuri, hata taarifa nzuri ukazani kwamba kila kitu ni cha kuungana nacho na cha kukifanya au kuendana nacho bila kumuuliza mtu wa ndani yako, rohoni yako. Mwenyezi Mungu alituumba sisi tukiwa kwamba tuna mwili, tuna nafsi ambayo inaongea na wewe, lakini pia tuna roho. Nafsi yako siku zote imekuwa ikitembea na wewe ni kama vile kivuli chako, na imekuwa kuna muda kama kuna jambo baya hatari imekuwa ikikutaarifu. Kwa maana utaona pale ambapo una nafsi roho inauma au kujisikii vizuri, wewe inakataa kutokana na dili au kitu fulani au jambo fulani, basi jua kwamba hiyo ni nafsi yako, ni mtu wako ndani ambaye yeye anatambua kwamba hapa utakapoenda kudondokea ni umauti au ni jambo baya. Kwa hiyo uonapo kitu kama hicho, hiyo ni alert, ni alama. Roho Mtakatifu pia amekuwa akitusaidia katika kuweza kujua yaliyo mema na yaliyo mabaya. Kama kuna changamoto utasikia pia roho inakataa ama kusita. Kwa hiyo usifosi wala kulazimisha. Kwa hiyo sio kila king'aacho ni dhahabu. Unajua kuna muda mwingine jaribu linakuja. Sidhani kwamba jaribu linakuja kwa namna ya mbaya au kutisha, hapana. Sometimes jaribu linapokuja huwa linakuja kwa macho mazuri ya kutamanisha. Kwa ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo, utaona pale Mwanzo 3, utaona pale yule Eva wakati analikula lile tunda na anapewa ushawishi na shetani, aliambiwa kwamba ule na utaweza kuwa kama Mungu. Lakini ukisoma kwenye ule mstari utaona pale mstari wa 6, utaona pale inakwambia kabisa kwamba lile tunda lilikuwa zuri, tena linatamanisha, lafaa kwa kuliwa. Kwa maana kwamba lilikuwa ni zuri. Yani jaribu haliji kwa kusema kwa ubaya, kwa kutisha kwa mwanzoni, hapana. Itakuja kuwa changamoto baadaye ambapo utakuwa tayari umeshaingia katika hilo jaribu na unaishi nalo. Hapo itakuja kuona ubaya wake na madhara yake. Kwa hiyo usitegemee kwamba jaribu litakuja kwa njia ya kutishia, hapana. Kwa mara kwanza itakuja kwa uzuri. Ukicheki katika Mathayo, wakati Yesu ameenda kujaribiwa, utaona baada ya siku 40 shetani alivyoenda kumjaribu Yesu, alimwambia kabisa kwamba nitakupa kila kitu, ulimwengu wote, fedha, dhahabu na kila kitu nitakupa. Lakini Yesu alimjibu kitu moja, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kwa hiyo naona kwamba sio vyote vinavyokuja mbele zetu ni dhahabu, sio vyote vinavyokuja mbele zetu ni vitu vizuri. Vingine vinakuja kama mitego ya kuweza kutuangusha, vingine vinakuja kama mitego ya kutunasa. Wakati tuko wadogo tulikuwa tukienda kuwinda ndege kule kijijini. Mama alikuwa akitupeleka kijijini kwa ajili ya kwenda kusalimia bibi na watoto wa jomba, lakini tulikuwa tukishinda katika kuwinda ndege. Katika kuwinda ndege tulikuwa tukitumia vitu vizuri kama vile mchele au mahindi
au mtama au ulezi ili kuweza kuwapata wale ndege. Kwa ni vitu vizuri ili kuweza kuwawinda na kuwakamata. Ndivyo ambavyo shetani na mitego yake na watu wake na mawakala wake hutumia mitego ya namna hiyo ili kuweza kutunasa. Kwa hiyo nakushauri mpendwa katika Kristo Yesu, uwe makini sana na chochote kinachokuja mbele yako. Sio kupokea, sio kuweza kuchukua na kufurahia tu moja kwa moja. Ingia rohoni, uweza kujiuliza, muulize Mungu wako kwamba Mungu, je, hii kitu nikubaliane nayo, niende nayo? Mungu, hili swala nilifanye au nisilifanye? Kama kuna kazi umepata sehemu, muulize Mungu kwanza. Kama kuna biashara unataka kufanya, muulize Mungu kwanza. Kama kuna msaada wote unataka kupewa, muulize Mungu kwanza. Chochote kile ambacho unajua kitakuja kuaffect future yako, kita-affect maisha yako, usifurahi hata kama uko katika hali ngumu gani, kwa sababu kuna wakati unapokuwa katika hali ngumu pia na shetani naye huwa anataka kujiinua hapo hapo. Kwa usikimbilie kupokea msaada, usikimbilie kuchukua tu kila ushauri, usikimbilie tu kukubali kuungana na watu, nafsi, ushirika katika biashara, katika shughuli, katika mipango, katika kila jambo. Hakikisha kwamba kwanza unaenda kuuliza mtu wako ndani, muulize Mungu wako, Mungu, je, niungane na hili swala au nisiungane nao? Nifanye hichi kitu au nisifanye? Kuna mwaka ambao niliwahi kupita katika changamoto fulani, na katika kupita katika ile changamoto niliweza kwenda kujaribiwa kwa namna ambayo kwa kweli unaweza ukasema kweli hapa naweza nikatoka. Lakini baada ya kumuuliza mtu wangu ndani, nikapata neno moja katika ambalo liko katika Biblia ambalo linasema kwamba dhani yeye anayokoa nafsi yake basi ataipoteza, lakini yule anayepoteza nafsi yake kwa ajili ya Kristo basi ataiokoa. Na kweli baada ya kuweza kukataa ule mtego kwa msaada wa Roho Mtakatifu, niliweza kuvuka kijasiri, ambayo kama ningeweza kukubali katika ule mtego, basi ilikuwa ni majuto mbeleni katika maisha yangu yote, mimi pamoja na kizazi changu, na ingekuwa ni hatari kweli. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba niliweza kujiuliza ndani na nikapewa maneno ya kutoka katika neno la Mungu kwamba unapodhani unaokoa nafsi yako, hasa unapopita katika changamoto sana, huwa kuna vitu vizuri vinakuja kwa kuweza kushawishi, kizani kwamba kama wanasema mfamaji aache kutapatapa, kwamba hata akiona unyasi anaweza kuukamata, kizani kwamba unaweza kukuokoa. Lakini si kila njia unayoiona ni njema machoni mwako wewe mwanadamu, lakini mwisho wake huwa ni mauti. Ili usifikie katika hiyo hali, na kusanua kwamba hakikisha umemuuliza mtu wako ndani, hakikisha umemuuliza Bwana Mungu wako, Mungu, je, nipitie hii njia au hapana? Usiwe na haraka. Vitu vizuri. Kumbuka hata Samson naye aliletewa Delila. Delila alikuwa ni mwanamke mrembo mzuri sana. Ukisoma katika Biblia utaona alikuwa ni mzuri, lakini aliletewa pale kutaka kumjaribu, na aliweza kumchukua nguvu zake, na mwisho wa siku Samson aliishia kwenye umauti. Kwa hiyo ndugu yangu, si kila uonacho ni sahihi machoni mwako ukazani ndio itakufikishia kwenye hatima yako. Elewa kwamba jaribu huwa pia linakuja katika uzuri wake. Bwana akubariki, Bwana akulinde, na Roho Mtakatifu aweze kukuongoza katika hasa kuweza kufanya maamuzi ya kuweza kuingia katika makubaliano na mtu, kuingia katika makubaliano na kampuni kadhaa katika biashara, lakini pia kuingia katika shughuli yoyote ile, au katika mahusiano ya uchumba, au katika mahusiano ya kibiashara, au katika shughuli yoyote ile. Kabla ya kuweza kupokea any offer, please make sure kwamba unamuuliza Mungu wako kwamba je, niende na hili au hapana. Mungu akubariki sana. Asante.